Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu mtume wetu wa umma, mtume wetu wa daraja, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa leo ni siku nyingine tuzungumzie kuota ndoto za kuhusiana na adhana. Ukiota unapunguza ama kuongeza tamko katika adhana, yaani ukaota unaadhini lakini ukapunguza tamko ama kuongeza tamko katika adhana ile. Je, hii ndoto ina maana gani? Tupate hapa tafsiri yake. Na ikiwa ameota anaadhini na anaongeza tamko au kupunguza katika adhana, basi yajulisha kwamba yeye anadhulumu watu kwa kadri anavyoipunguza ama kuiongeza. Na ikiwa ameota na adhini katika mtaa, basi akiwa ni mtu mwema, hakika yeye ataamrisha mema na kukataza mabaya. Na endapo ataota anaadhini juu ya nyumba, basi ni dalili ya kufa mtu wa karibu yake. Narudia hapa tena. Ikiwa wameota anaadhini na ameongeza tamko na kupunguza katika adhana, basi yajulisha kwamba yeye anadhulumu watu kwa kadri anavyoipunguza ama kuiongeza hiyo adhana. Unapokuwa unaadhini adhana, unapunguza yale matamko katika adhana ama unaongeza, basi utafanyaje? Ina maana wewe unadhulumu watu ama ni mtu wa kudhulumu, sawa, watu. Na ikiwa ameota anaadhini katika mtaa, basi akiwa ni mtu mwema, ukiota unaadhini katika mtaa, basi kama wewe ni mtu mwema, hakika yeye anaamrisha mema na kukataza mbaya. Yaani wewe unaamrisha mema, kwa hiyo unaadhini katika mtaa, basi utaamrisha mema ama unaamrisha mema na kukataza mabaya katika mtaa wako, kwa hiyo unaadhini. Na endapo ataota anaadhini juu ya nyumba, basi ni dalili ya mtu wa karibu, ni dalili ya kufa mtu wa karibu. Yaani ukiota unaadhini juu ya nyumba, basi ni dalili ya kufa mtu wa karibu, aidha jirani ama mtu wa karibu ambaye unakaribiana naye, ni dalili ya kufa, kuota mtu wako wa karibu kufa. Hii ndio tafsiri ya kuota unaadhini adhana, kuongeza tamko ama kupunguza. Asalamu alaykum warahmatullahi